ni mitume wa Mtume Isa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye alituma mtume kwenda Yemen. Muadh bin Jabal alituma kwenda Yemen kwenda kuondosha bid'a nyingi sana na kwenda kuhukumu. Anapofunga safari kuondoka, mtume akamuuliza, Muadh, unakwenda kuhukumu huko, utatumia kitu gani katika kuhukumu? Akasema, nitatumia Qur'an. Kama hamna hukumu katika Qur'an, ajitahidu wala alu, mtajitahidi wala sitafanya takfiri. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa kushukuru, alhamdulillahi alladhi wafaqa rasulillahi bima yurdi llaha wa rasula. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyomwafikisha mtume wa Mungu kwa lile ambalo linalomridhisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Haya yanatia nguvu yale aliyosema al-ulamau warasatul anbiya. Wanachuoni wametuambia katika fiqh na katika vitabu vingine kama vile I'anatu Talibina imetueleza habari za kiyama na kueleza nafuu za shughuli hii inayofanyika. Inaitwa nini? Hakika ni yule mnyama anayechinjwa, anaitwa hakika. Anaochinjiwa mtoto alizaliwa, adhabu yake huchinjwa siku ya 7. Kama siku ya 7 sawa ya pili, kama siku ya 7 ya pili sawa ya 3, ni mwema siku ya 7 mpaka zinakwenda mpaka yule mtoto anakuwa mkubwa. Akishakuwa mkubwa mpaka, lakini mpaka anakuwa anaweza kufanya mwenyewe, kisha kwa tena bali wajibu na ule mkazo wa kufanya wajibu wake unaondoka. Sasa anafanya mwenyewe, kama vile alivyofanya mzee Sawaka mara 2 mara 3, achinja ng'ombe kwa kuchinja watu wake na yeye mwenyewe. Ni fundisho maalumu, yeye anapata thawabu kufundisha kwa vitendo, si kama mtu akufanywa na mzee wake tena ndio imeshakosa. Hapana, fadhila zake siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama watu linapulizwa barugumu la wito kwenda hapo mahshar, maana mahala pa kukusanywa kiwanja kimoja, watu wa dunia nzima, tangu mtu wa kwanza mpaka mtu wa mwisho watakutana mahshar, uwanja madda al-basar, ukitenge kokodo uwezi kutamshu. Na hali itakuwa kama alivyotuambia vile katika surati Qa'an, surati Qa'an safafa la tara fiha iwajan wala amta. Sura gani?
tunakifahamu. Itakuwa kiwanja swafu line care, uoni bonde wala kona, riwaja kona, uoni kona wala amta wala nini, uwezi kuona ndani kilima wala kikuu, uwanja kula na hakuna kivili mahala popote ila kivili chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na dua itakuwa karibu na Jahannam inafoka na iko umbali wa kwenda kwa Mungu kiasi cha miaka 500. Milimi yake kama vile moto wa kifuu unakuja pale, kila watu wanakiana na watu wengine watakuchukua. Balaa hilo kwa kuwa atakuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kikalasia hivi ile kidogo na kitambaa kidogo, anachopia katika mali yao, ananyinyiza, unakuja kupigika ule moto, unatoka mlio wa bomu, hata patiza ina bomu kama hiyo. Yaani nakupakuka ule kukamilika. Watu watakuwa kiu hakuna. Basi watakuwa wanatokea vijana wadogo wadogo wamesambaa kila upande. Vijana tena damu. Katika watoto wetu hao waliyechinjiwa nini? Mnyama aitwaye Afrika. Wana na maji ya kunywa na madele. Dele unajua ni aina ya birika, lakini nimechongolea kule kabisa. Hii ni kupana aglabu yake mnatilia ile kahawa. Lile linaitwa dele. Basi atia maji ya kunywa ndio inaondoka kule. Na watu wanamuita yule Haji. Anakuja mpaka niwe kibisaidie kijana na mimani. Wewe kufanya hakika. Anapata wewe anatafika. Sisheke wako ukichinja kile la kujua ana alama fulani. Ndio toto la kuba. Ndio faida yake. Balaa hilo hata kama ungekuna hela dunia nzima upate kitu kimoja cha kahawa nyama ya kunywa ungetoa kama nyama. Lakini Allah maneno haya ukiyataka yangu katika nyama kwa jina mlango wa hakika. Wote huu umepata vitu kidogo fununu na hakika. Na haijakukosa maadamu kwa hai. Wabillahi tawfiq. Rabbana mfana